kukokoka hatuoni kama unajaza Roho, lakini tunaona kama unampokea Yesu. Sasa unapompokea Yesu ni ile Roho Mtakatifu anaku. Ndio maana tumesema kutubu na imani ni maneno ambayo yamesukana. Sasa huwezi kumkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi pasipokuwa na Roho wa Bwana. Haiwezekani. Maana wale wasio na Roho kabisa hawezi kabisa kusema Roho Yesu ni Bwana. Ndio maana unaona vitabu wale ambao hawamwamini Yesu wanakataa. Hata Biblia hii najua, sitaki kuwafundisha sana, lakini najua tumefikia hili ni kwa sababu ya upinzani. Ndio hii tumefikia vitabu. Hawa tuliongea kidogo, wale tunaokuwa nao katikati tuliongea nao kidogo juu ya Biblia hii ya vitabu 66, lakini kuna historia. Sasa wanaonekana walifanya vizuri kuitetea wanadamu kuweka vitabu 66 kwa utetezi mkubwa sana, lakini ndani yake ilikuwa ni silaha ya kuwasaidia wao wenyewe kueneza Injili angalau. Lakini sio wao walioeneza Injili. Injili ilishapatikana Afrika kabla hata ya wao. Hii tulishaieleza na tulishafanya vizuri, na maandiko yalikuwepo na mengine hayaonekani kabisa, lakini sasa yanaibuka tena. Tunaona maelekezo mengi yanakuwepo. Kitabu cha Mwanzo wakati mwingine inakuwa ngumu sana kujifunza pasipo kitu kingine, na wakati Biblia imejiweka wazi kwamba hainukuu kutoka nje, lakini ukiangalia hili ni lugha tu, lakini nukuu ipo maneno ambayo walitolewa na mengi tu. Hata Paulo alinukuu yaija Biblia ndio ikawa Biblia. Kwa ni ngumu kukwambia hivi, lakini wewe usinukuu nje kwamba hivi kweli mpaka pengine namna fulani kukwambia. Paulo mwenyewe alinukuu maandiko ya kutoka nje. Kwa Paulo najua sehemu nyingine alinukuu nje ya Biblia. Ni kwa ajili ya kifo cha Yesu, tulisema ni kwa ajili ya wote, kwa ajili ya wote. Lakini tulisema hiyo ndio sehemu ya kwanza, kwamba ukombozi ni kwa wote, lakini una kikomo, si limited, una kikomo, na kikomo chake kipo, na ile kwa wote ni kwa wote, maana ni universal, yani ulimwengu wote, ile universe, yani yote tunayoona hapa, yote tunayoona kwa usiku wala kwa mchana, yote hiyo ukombozi ulimaanisha kwa ajili yao, kwa sababu faida ya ukombozi ilitolewa kwa wote. Kila mtu hata unayemwona barabarani huko, hata ambaye hajawahi kutamka habari za Yesu, faida yake anapaswa aipate akiamua. Na hii Mungu alikwepa kwa sababu alisema awape uamuzi, kila mtu aamue anayeona. Ndio maana alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu, ambaye ataamua. Si ataamua huyo, akiamua kuacha, kuna utaratibu wa ukombozi. Ndio ile huyo swali ile akituacha yeye itakuacha. Yesu akasema ukombozi atafanya. Kwa hiyo kukombolewa ni kwa ajili ya wote, lakini namna ambao watakuwa kwa Yesu, wale ndio watakuwa wamepona. Lakini hata ambaye hatakuja, nia yake Mungu anataka kumkomboa, akiamua saa hiyo anakuwa kwa Yesu, kwa ananusurika. Lakini yule ambaye hataamua, yani ataamua tofauti. Bado nilifundisha nyuma huko juu ya mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu na juu ya mapenzi ya Mungu yasiyo makamilifu. Sasa ni mapenzi ya Mungu yote, ndio hiyo ni universe. Lakini wengine ni makamilifu, ni wale ambao wanakamilika katika kuwa kama Mungu bila nafasi. Lakini yale yasiyo makamilifu ni wale ambao wameamua tofauti na Mungu anavyotaka. Hiyo ndio tofauti. Lakini wokovu ni kwa wote, yote ni mapenzi ya Mungu. Maana alikupa kwa Mungu anavyotaka. Sasa tu pengine
wewe mvulana unafukuza unafuatilia mambo yasiyo ya kimungu, au una namna hali fulani ambayo unafuatilia nje kabisa ya Mungu, pengine udokozi, pengine uzinzi, pengine jambo lolote lisilopendeza, pengine unashiriki mambo ya kichawi, umeokoka lakini unajificha kwangu mimi au kwa waumini wenzako, lakini kumbe usiku kuna uungu, mwendo kasi wako ni uungu. Mwendo kasi hata hii ndio tengeneza vikali ya ingia. Sasa hivi utakuta ukiamua lakini ukishtua tu utakuwa hapo. Sasa mimi sijiwezi kusema ndio. Na tumeona watu wengine wanazunguka kwenye makanisa, kanisa hili. Mpaka sasa hivi kuna lugha inasema Wakristo wale mahelikopta. Maana anatua popote, hahitaji kiwanja chochote cha kutua. Akiamua kutua hapa, anakuja siku mbili za Mungu atatoka tu. Maana ni helikopta, litatua popote. Mungu atusaidie. Je, wewe una roho hiyo? Najua wewe leo kuona hapa una roho ya helikopta. Kwa hiyo huyu mchungaji vipi? Mbona nikatabu? Ni pengine sasa kesho. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo watu wanapokea msamaha katika wokovu. Ndio hilo tuliona, tuangalie kwa kifupi sasa hivi yale ambayo tulikuwa tumejifunza jana juzi. Tulisoma andiko ile kuacha ile ya juzi tarehe 7 tulifanya mambo fulani, lakini niseme kwa ajili ya juzi tarehe hiyo ya Ijumaa tulianza kitu fulani. Tulisoma andiko moja kutoka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 23. Kwa amani mwenyewe awatakase kabisa. Aweka semikoloni. Hiyo ni kazi ya Mungu. Hii inaelezea mambo yote ya Yesu kwenda mpaka, yaani kuja mara kwanza, kuzaliwa, kutengeneza na kufundisha mambo yote kwa ajili yao. Inaelezea, ndio wanasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtuma Yesu. Roho Mtakatifu anasema akikujia na atakuja, kama Matendo ya Mitume 1:8 anasema Roho Mtakatifu atakapowajilia. Maana hapa amefanya kazi yote ile ya wokovu pale msalabani, kafa, kafufuka, kapaa mbinguni, ndio kaachia Roho. Sema ukishapata Roho Mtakatifu utavikwa nguvu. Sasa hii ndio mwaka huu tunataka hii nguvu. Lakini inataka sana utakaso lugha. Pasipo nguvu hakuna. Siku moja hapa niliuliza, kwa hivi ninavyofundisha hivi, sioni kama wale mitume waliokoka, sioni. Ile ni kama Yesu tu aliwachukua barabarani kwanza kuwafundisha. Hawaonyeshi hata matendo yao, hawaonyeshi sana kama waliokoka. Sio? Ana wengine amewafundisha unyenyekevu. Siku hiyo hiyo Yesu atakamatwa, achukua papa akakata. Sasa mlokole. Sasa hiyo Yesu anaondoka, wewe unachukua bangu ukakata. Kwa hekima tu ya Yesu ukashikwa, lakini bahati mikono yake ikawa hawafunga kama pingu kama leo. Leo wangefunga pingu usijue akafanya. Lakini wanakuida Yesu. Kachukua zingine kalibandika kwa nini? Akasema sio hayo Petro. Sio hayo. Lakini unapenda kutenda mambo ambayo sio hayo. Bwana atusaidie. Ndio ile nimesoma kapengele ka kwanza kale. Kasema Mungu wa amani
Sasa hili ni wokovu, anakutenganisha, kutakasa ni kutengwa. Sasa unachukua hivyo unawekwa mahali, anakutoa kwenye ufalme wa giza, anakubeba, anakuweka kwenye ufalme wa nuru. Usimje kumwangalia, mbona mchafu mdomoni, mbona ananuka harufu ya pombe. Yule mtakatifu ametengwa. Katika kutengwa utakatifu pia kuna kusafishwa, uwe safi sana. Kwa utakatifu ina ndani yake kuna maneno mawili, kuna kutengwa tu, kwa vile vile anamtenga tu basi anaweza akaondoka, lakini amekutenga. Ndio maana wengine wanafungwa gerezani, anaacha hivyo, anatoka tu hata kwa huruma, kesho yao hiyo wanafanya yale alikuwa anafanya. Sasa huyo alitengwa tu, alienda tu gerezani, lakini alikuwa hawezi kufanya chochote kwa sababu ametenganishwa na watu. Lakini akitoka anarudia yale. Lakini wengine wanasema ni magereza ni chuo cha mafunzo. Mwingine anafundishwa huko, anafundishwa. Sasa ile kuhukumiwa kwenda magereza ndio huko. Sasa ile ni kwenda mbali, lakini kwa Yesu ni kupeleka kwenye Yesu. Lakini kuna kujifunza ndani, kuna kujifunza, ile ndio ukombozi. Alafu kuna utakaso wa pili. Utakaso wa pili hii tuliangalia. Utakaso wa pili hiyo ngoja hiyo tutaienda tuweke mpangilio mzuri. Lakini anasema wokovu wa Mungu ndio tunapoona hapa katika andiko hili la Wathesalonike. Sasa hapo tumeangalia wokovu tu, lakini kwenye utakaso ndio anasema nanyi, yaani hapo amegeuka, mimi nimefanya hivi na ninyi mnapaswa kufanya mambo fulani. Mungu anaposema ufanye, yaani moyo wako unapokubali, Mungu ndiye atafanya. Lakini moyo wako usipokubali, Mungu hafanya. Hii tuliona kwa Joshua. Kipindi fulani tuliwahi kujifunza mlango wa kwanza ule wa Joshua, kwamba wapeleke watu Kanaani. Kwa pale Mungu akasema hakuna adui atakayesimama mbele yako, maana mambo mengine yote atafanya Mungu. Ufanye wewe kuwapeleka watu Kanaani, lakini kuwapeleka watu Kanaani atafanya Mungu. Lakini usipowapeleka watu Kanaani au usipokuwa katika hatua za kuwapeleka watu Kanaani, Mungu anaacha. Si mnanielewa? Kwa hiyo vile unavyofanya, vile unaamua kufanya kwa ajili ya Mungu, wakati wa kufanya hautafanya wewe, Mungu atafanya. Hiyo muhimu sana. Mungu anavyofanya, maana wewe hujui chochote, huwezi kupigana shetani, humuoni. Lakini ukiamua vita vya shetani, ndio maana nasema ukikubali kupigana na shetani, basi vaa silaha za Mungu ili upate kushinda. Lakini anayekushindia ni nani? Maana ni neno la Mungu ambayo ni Mungu mwenyewe. Na kitu ambacho tulifika mahali hatukuendelea wakati wa fundisho hili, lakini tumelisema lile la kabla ya kuokoka. Mmoja wenu akiokoka na mtakasa, hiyo ni utakatifu wa kwanza. Kwa hiyo kuna uhusiano wa pili, ni pale kuna uhusiano ndani wa pili. Ukiacha wa kwanza ule mmoja aliokoka unatakaswa, lakini uhusiano wa pili ni baada ya kumpokea Yesu. Wewe sasa mtengwa na ulimwengu, ndio yule mwenzako. Sasa tulisema hata kitengwa na ulimwengu na wewe utakuwa, lakini ngazi ya chini. Lakini mwenzako anayekusaidia yeye atakuwa ngazi ya mahusiano. Wewe huna mahusiano na Kristo, lakini yeye anakuwa na ngazi katika
katika ngazi ya mahusiano. Wale wengine wanasema ukiukoka tu basi umemaliza deliverance. Kweli siku naokoka ile deliverance kumekuwa deliverance kamili, lakini uko ngazi ile ya pili. Ili uingie utakatifu ngazi ya tatu, deliverance inaendelea. Sasa unasema iendelee kwa kitu gani? Si umesafishwa? Yes. Hapo ndipo pana swali. Ndio maana nasema ukiokoka kuna deliverance kabisa. Wewe umeokoka, umekuwa deliverance basi. Lakini sasa hii ngazi ya tatu ni kwamba maendeleo yatahitaji nini tena? Maana si kuwa umeokolewa. Na watoto huu wa kwanza kufahamika alikuwa ni baba yake. Sasa baba haujaenda hata kumchukua hospitali, wewe hawafahamu hata, lakini baadaye anaona nyingine. Kwa maendeleo yanazidi, ndio ule ndio ile dalili. Na mengine yale mengine ni asili, lakini mengine ni kwa ajili ya shetani alivyokuacha siku ile unaokoka. Biblia inasema pepo amtokapo mtu huwa anarudi kwa kuchungulia kama ile nyumba inaendeleaje, na akikuta haijakaa vizuri. Unaona hapo sasa kwa nini unahitaji deliverance. Lakini ulikuwa deliverance ndio hata pepo ndio. Lakini baadaye si hata Yesu alipomshinda kwa neno lake yule shetani, lakini baadaye anasema alimwacha kwa muda tu. Maana alimrudia tena katika mambo mbalimbali, pengine hawajaelewa sana, lakini ukisoma Biblia utaona hapa mengine yalipitia tu kwa amemrudia Yesu kupitia kwa kina Petro kusema bora hakika haitakuwa hivyo. Ndio akasema shetani rudi nyuma. Maana ni kama anaingilia ile huduma kwa kila fulani. Kwa pepo anakuja tena, roho chafu inakuja tena. Sasa ile unahitaji mabadiliko, unahitaji ufahamu, unahitaji kuelewa kwa hicho kitu. Ndio maana magonjwa yanakurudia, kila hali inarudi. Si kwamba tumeshindwa, si kwamba tutashindwa, mengine ni usumbufu tu, ni usumbufu. Kwa hiyo hata huo usumbufu unahitaji kupambana. Ndio maana kuna ile vita vya kiroho. Tulisema kuna vita vya kiroho, tumeshinda kufuatana na Yesu. Hakuna mahali ambapo shetani anaweza kutushinda, lakini kuna vita vya kiroho kwa sababu ya ule mvutano ndio wa zile nguvu za Yesu. Ndio maana tukafika mahali, nimalize huu mstari kwanza. Asema nani nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili. Manake amekutakasa, lakini manake haujawa kamili, una mapungufu bado, si unahitaji kukombolewa. Hii wewe tu muda unavyoendelea, sanctification iliyo bora ni ile ambayo imetoka kwako mwenyewe. Yaani namna fulani, pengine pale pagumu kidogo ukataka kuja hata kwa ajili ya maombi, maana maombi kujifunza, maombi kujifunza, maombi kujifunza. Ndio maana Yesu sehemu nyingine alienda, wanafunzi akasema sisi mbona tulishindwa? Akasema mambo mengine kama haya nahitaji kufunga na kusali, si kukemea tu. Sasa hizo ni mambo. Sasa kusali sawa, kwa maombezi sawa, lakini sio kwamba twende kwa mtume fulani. Sasa huko utakutana na wale ambao kipindi fulani nilisema hawa wengi wao ni ile white magic, yaani uchawi mweupe. Uchawi mweupe tofauti na uchawi mweupe
weusi, na hili neno wameweka wazungu kwa sababu ya kujaribu kuleta kitu kibaya kwa Mwafrika. Mzungu ni mbaya, lakini hii ni kweli kwenye Biblia tangu zamani. Mzungu alikuwa ndio karibu mtu wa mwisho kupata Ukristo kuliko hata sisi Waswahili. Sababu Waswahili sisi ni Watanganyika pia, lakini Waethiopia walimpata, watu wa Farao walimpata zamani. Walijua hata Yesu alikimbilia. Hadithi zipo, wanasema hapa ika wanajua, wametunza hadithi. Mpaka hata kusini karibu na Sudani huko alifika wakati. Yako maelezo yako, jenda huko utaelezwa. Taona alienda mpaka huko kwa Afrika. Ndio maana tulikuwa na mganda mmoja anasema ile sanamu ya Maria, ile wanaotumia wengine, sanamu ya Maria, Uganda ilikuwepo kabla hata mzungu Mwingereza hajaenda kutawala. Walikuta ndio wanasema ametoa. Sema sisi tunataka kale huko walijua hizo kupitia mtandao. Sasa watu walikuwa wanasafiri. Kiangalia hawa wa Masai, kiangalia walivyo, wanafanana kabisa na zile vipicha vile vinakuwa kwenye mahekalu ya wanani ya hao wa Misri. Unaona kabisa mfumo wa nywele, yale hieroglyphics, yale herufi zao zile, unaona zina picha sana ambayo zina umbile kama ya sawa. Wanaweza kuwa wameiga, lakini wameiga watu kitu ambacho hakipo. Wameiga kitu kilichopo, inawezekana. Kwa hiyo kitu ambacho ili pia kwa mimi nimeona pia kwamba ukombozi unaeleweka vizuri sana. Kwanza hapa tulisahisha kwamba vile Biblia ya Kiingereza na Biblia za lugha zingine zote wametangulia kutaja neno roho. Ingekuwa tumetafsiri lugha ya Kiingereza, angesema nani roho zenu na nafsi zenu na mili yenu uhifadhiwe kwa kaburi. Hivyo ndivyo Biblia ya Kiingereza inafuata, lakini hii imeanzia nafsi kwa sababu ya kuchanganya ile aliyekuwa mara hii sio hakuwekwa sana, lakini kuna mpangilio pia, una mada hiyo. Kwa hiyo nakuta roho ndio kitu cha kwanza sana ukisafisha. Baada ya ile ukamilifu wa utakatifu, na hiyo ndio Kiingereza wanasema glorification. Yaani hiyo pengine mpaka ufe, hapo pengine mpaka Yesu aje, na wale wanao Yesu akija ndio sisi walio makaburini, wale watainuka, watafufuliwa, watapewa miili mipya na watakuwa tofauti. Sasa ile ndio glorification, yaani unashukuru. Hata wale Wayahudi wangevuka tu ule mto, saa hiyo wawe Jordani au wangeingia Kanaani wakiwa sawa, wangesubiri tu glorification. Kama yule mwizi aliyefungwa pamoja na Yesu alijaribu kimpa, yule hakupitia sanctification, alijitakasa pale pale kuondoka. Na inawezekana wapo wengine hata kwenye basi anapata ajali, mtu mmoja kwa Mwarabu akasema, bwana mwamini Yesu atakukomboa. Sema toka hapa. Basi na mmoja toka hapa, mwanamke huyo, yaani huyo anatoka hapa moja kwa moja. Hata dakika wakati hawezi hata kukomboa. Na kwa ngumu sana. Kwa hiyo ndio ngazi ile za utakatifu. Na kulikuwa na maandiko yake, lakini pia tuliangalia neno la, tulileta maneno mawili ya muhimu sana, yale maroho yanayofanya kazi. Wakati mwingine hatuyajui vizuri, kwa hiyo hata neno deliverance tunafikiri si yale wengine wanasema home spirit au domestic spirit, maroho ya nyumbani yenye ufahamu mkuu juu yako. Halafu tuliongelea maroho mengine naita monitoring spirit. Mimi naamini hata Hawa
Ndio maana anasema alikuwa mfano wa nyoka. Ni shetani, yote haya ni shetani, lakini shetani ana ile roho iliyokuja kwa Hawa, naamini ni hiyo monitoring spirit imetumwa na shetani. Baba kamwambie maana bibi atashtuka, maana yule Hawa angeshtuka kumwona shetani anaongea, lakini ile roho ilipitia kama nyoka mwerevu sana. Akasema eti maana najaribu kumfanya hivi amuelewe, maana na monitor vitu, yaani anachunguza vitu anavyovielewa. Asema hivi wewe, amesema ati, yaani anatumia lugha ya jadi ati. Sasa yule Kiswahili sawa, Kiswahili lakini hata kinena ni ile, yaani mashaka anatia mashaka. Kwa hiyo monitoring spirit zinaweza kuwa na mashaka nao, au zinapenda sana, zinaonyesha kupenda sana. Sasa kumbe hahitaji kukuokoa wala hahitaji, ila anaonyesha kupenda sana. Na wewe ukishajua amenipenda unajaji, unaanza kuafiki, unaanza, lakini kumbe baadaye anakwanja, sababu alikuwa ameanza kupitia mashauri. Sema huyu sio pengine moyo wake kuna vitu fulani na huyu anaopenda sana, pengine vulana anapenda sana mabibi, pengine binti anapenda sana wavulana, pengine kitu fulani shida linapenda kuiba. Kwa hiyo ninaanzia kwenye hiyo. Kwa hiyo monitoring spirit zinaanza kutaka kutoka sasa. Kwa hiyo unakuta hata Wakristo, ndio maana unakuta hata mchungaji, alikuwa anaiba hela za kanisa kabisa. Na mambo yakawa magumu, kwa sababu kama tumeokoka, tumejua, tukawa tunaomba. Hakuwa kanisa hili, ilikuwa lile la zamani lilipokuwa, lakini Ukristo tangu unazaliwa. Lakini Ukristo tangu unazaliwa kumbe ilikuwa shida. Sawa. Tulikuwa tunaomba Mungu. Maana kanisa, Biblia inasema kabisa usiwe unapenda fedha. Kwa akanunua gari kwa wizi ule, alafu wakamfunga pale, siku ile anakwenda kwao na gari lile ambazo hela ameiba, halafu anaendesha likaharibika njiani. Hakuweza kutengeneza gari yake hapo. Maana tuliomba huyu anakosa kabisa. Maana kuishi. Naamini hatasikia mahubiri haya. Maana akasema huyu anasema kwa sababu anajua chukua kwa hiyo wala sitaki shida, lakini nafahamu ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo hizi monitoring spirits inakuwa shida yake ndio wale ambao afadhali, yaani roho dhaifu kati ya hizi mbili. Dhaifu ni ile monitoring spirit. Maana inategemea sana na wewe utasemaje, utasimamaje. Maana inategemea mtindo fulani wako. Kwa hiyo ukielewa na kutokusema sana, ni rahisi kwako kufanya vizuri, ni kweli. Lakini ile familia spirit ni ngumu sana, unahitaji juhudi kazi. Ndio maana wengine wanasema kama uliokoka basi mambo ya maana kuna mafundisho kama unabeba, kama familia yako ilikuwa na raha unabeba zile. Lakini kuna fundisho katika Galatia nasema alizichukua laana zetu pale msalabani. Sasa zile laana kisheria. Kwa hiyo sheria ndio, ukijua sheria ni rahisi, lakini kama hujui ni rahisi pia kupotea. Sababu haki yako unakuwa hujui. Sasa hizi monitoring spirits, mfano kuchukua huyu Delila na wale Wafilisti. Mungu alimtengeneza nani? Samsoni kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli kwa Wafilisti. Lakini yalikuwa majanja sana Wafilisti, yakamwangalia macho yake. Maana yako angalia macho, maana badala, ndio maana nasema mtakapokuwa usiangalie kushoto wala usiangalie
Ndio watu wasema kaulizie, haya nguvu zake hizi zatoka wapi? Ile monitoring spirit ile aliyokuwa nayo ile ni monitoring. Sasa wenzetu wameokoka, tena ni nadhiri wa Mungu, yeye akaona yuko kwenye anakula sasa, si kwa mrija, si kitu gani hicho, anapanana huko kwa Wafilisti, bwana mambo mazuri. Ndio akaanguka, akatobolewa na macho, akasaga ngano, akafanya shida yote kuwakomboa, ukaishi. Sasa haikuwa komboa wa ule wote. Siku ya kufa kwake aliomba tu mtu ampeleke kwenye nguzo, akazisukuma, nguvu ile ikamrudia, akazisukuma, na hizo zilibeba stadium yote, ile hafla yote juu kwenye simama, ilipobomoka wote wale wakafa. Si kwamba alipona yeye, na yeye alikuwa hapo, kwa hiyo akasaga, lakini aliwasaga kwa sababu ya maumivu waliokuwa wanamtesa. Ni kama ni kisasi. Sasa kisasi unakufa na wewe hapo. Kwa hiyo yeye kifo chake wakafa na watu wote. Sasa unawakomboa hicho wewe. Kwa kuwa watu kutoka sauti yake hivi, nguvu zake mara kwanza wakajaribu hivi kama naonekana, lakini mara mwisho walipata kwa kuleta kabisa kinyozi kabisa, kamnyoa nywele, walipokuwa wakamnyoa nywele, hapo mambo yaliharibika. Ndio kabisa. Ndio mwenyewe alitoka kubatizwa, amebatizwa, anatoka tu, ndio sauti kasikika, huyu ndio mwanangu mpendwa, msikilizani yeye. Siku 40 shetani anapiga plani afanye. Ndio akatuma ile monitoring spirit, akasema siwisikia wewe maneno sikie, huyu ndio mwana wa Mungu. Mungu mwenyewe alisema mbingu zikafunguka. Kumbe kuna mtego pale, na hiyo ndio monitoring spirit. Ndio maana niliwahi kusema hapa, maneno yoyote ambayo unasema ujue shetani anakufuata. Wakati fulani tunafundishana yale ya mlango wa Mwanzo 4 mstari wa kwanza, ile ambayo yule mama yule alisema baada ya kuzaa mtoto Kaini, akasema umenipa mtoto ametoka. Shetani akajua inawezekana, ndio ile Mwanzo 3 mstari wa 15 asema utaleta mbegu ile ambayo itakuwa miti, akasema ngoja nimharibu hapo. Sawa na monitor anafuatilia baraka zako ili akutoe wapi, akufuatilie maendeleo yako ili akutoe wapi. Hiyo ni monitor. Kwa hiyo kutenda vizuri. Sasa tunataka uamsho, tunataka mabadiliko, sababu hapa siamini kama tutaendelea sasa. Nafikiri kwenye kiti mmesikia hatusali kwa sababu monitoring spirit zije. Sasa kama tunaogopa, lakini kuna monitoring spirit, tusilazimishe. Bali kuna tatizo gani? Kama nitaenda mahali fulani, nikasema nitaenda mahali fulani, sasa atasema wapi? Akasema sikwambii. Lakini sitatoka, siku ya kutoka, yeye mwingine atakuwa na ngojea keko huko, na ngojea kama naenda huko, napita hivi nitashangaa naelekea. Siwezi kukwambia sasa fanya. Ndio tunataka kusubiri. Sasa tutayogopa. Sasa tunaona Mungu mwenyewe alisema nikamfuatilia mwenyewe. Ni kazi gani? Hivi neno moja unaweza kusema ni family spirit. Yaani yako kwenye familia yako, yako kwenye nyumba yako, yako kwenye maisha yako, yanakujua mno. Sasa hili likikutoa kurudi kazi. Ndio maana hili ndio liliwasumbua sana wale wana wa Israeli, liliwasumbua sana. Maana ninaweza kuona unapenda kulikajua tu unapenda kitu gani,
na anaweza kujua sana, lakini utaishije naye? Na vile namna liko kwenye kwa hiyo utakuwa na maombi gani kulizuia? Kwa hiyo kazi namna ya maombi kulizuia nisifanye kazi yoyote ndani ya maisha yako au katika maisha yako. Hilo ndio kazi. Hii nyingine unaweza ukapona sana na kuto kulopoka lopoka. Contact spirit zicha zilopoke lopoke. Wengine kitu ambacho umesema yeye hata tenda huko watakutana na moto. Lakini Mungu anakisemea tu, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Ndio maana hata kanisa hili Maria kwenye ibada ile ya sio ibada, kwenye sherehe ya Kana pale ya ndoa, mama alisema mambo fulani. Mama alielewa, akasema bwana, msikilizeni huyo. Mama akasema bwana, nimechitikiwa kama hata msiniambie. Maana yule atakayewaambia ndio msikilize, sio mimi. Maana mmezoea kuja kwangu. Maana mlikuja kwangu akanikemea. Maana alijua ni roho, alitaka kuchafua. Alijua. Hiyo ni monitoring. Sasa wengi wale wamekubaliana na ile, wale wanaendelea sio wamuulize huyo. Kwa maana hata hii sakata tuliyoiona kwenye serikali, sihubiri serikali, nimesoma. Sasa utafanyaje ili useme haya? Ni ngumu sana. Maana nisiseme hivyo, lazima tubaki usihubiri. Lakini tuliona. Sasa nisiwezi kuambia kibugu, sitabidi niseme. Andiko moja la mwisho linatoka kitabu cha Tito 2 mstari wa 14. Ajitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wake wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika kutenda mema. Kwa hiyo ndio anasema ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu wote na wanadamu wote, ili atukomboe na maasi yote. Kwa tunahitaji kukombolewa na maasi yote. Maroho haya yana maasi, maroho haya yanaleta maasi, lakini Bwana anataka atukomboe kwa maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe. Mungu anataka amejisafishia. Ndio maana hufanyi wewe, ni yeye anafanya. Maana anajisafishia yeye. Lakini katika hayo anasema wale walio na juhudi, na unabadilika tena, anamfanya katika hayo wale walio juhudi. Kwa hiyo kuna kitu cha pande zote, lakini yule aliye na juhudi si kwa nguvu zake, bali kwa uwezo wa Roho. Kwa hapo moyo wako ndio unaoangalia namna unavyo. Moyo wa mwanadamu ni kazi. Ndio anasema mwanangu, nipe moyo wako. Ndio maana moyo una vitu vya kufisha. Kama utakufa sababu ya moyo wako, na kama utapona, maana moyo ndio kuna vitu